Kwanza ni kuudhalilisha mpira. Kutaka kumpiga kiongozi ni kuudhalilisha mpira na kuudhalilisha ubinadamu. Kwa nini mumpige? Mmemchagua wenyewe kwa kura zenu. Hata kama kulikuwa na mipango, lakini si ndio mmemchagua? Mwisho wa siku tumsubiri kwenye uchaguzi ujao. Na nachomlaumu Mangungu, hii si pepesi macho. Muda wa Mangungu umeisha wa kuongoza miaka 4 kwa mujibu wa katiba ya Simba. Uchaguzi ulifanyika tarehe 22 mwezi Januari 2022. Miaka 4 inaisha tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026. Sasa kuna ujanja tunataka kutokea, sijui kuna hivi, kuna nini. Watu wafike mahala wamuogope Mungu. Umenielewa vizuri? Wafike mahala watu wamuogope Mungu. Muda wa Mangungu wa kuongoza umekwisha. Haiwezekani watu wakisema ukweli ndo anaonekana mtu mbaya. Hii ni taifa la namna gani? Ni jamii ya namna gani? Uchaguzi ulifanyika kweupe hadharani tarehe 22 mwezi wa kwanza 2022. Miaka 4 inaisha tarehe 21. Tufanye basi tarehe 22 mwezi wa kwanza 2026. Lakini uchaguzi haujatangazwa na anaendelea kuongoza Simba kwa katiba ipi sasa? Kama yeye mwenyewe anaisigina katiba. Inawezekana hichi ambacho kimetokea jana ni vitu vingi ambavyo wanachama wa Simba na mashabiki wanavyo kichwani kwao. Sijui. Wanaweka mwenendo wa Simba, yani wanakuwa na kichwani wanalimbikiza vitu. Na mimi nasema hivi, watu wa Simba ni wastaarabu. Wangekuwa Yanga, Mangungu hayupo siku nyingi. Watu wa Simba, Mwenyezi Mungu awabariki, wanachama, washabiki ni wastaarabu. Kama Yanga, Mangungu hawezi kukaa kwa kipindi chote hiki miaka 4 hakuna ubingwa kakaa. Umenielewa? Kadugudo umekaa muda mrefu sana kwenye soka. Ni kwa nini Yanga wanatafsiriwa kwamba ni watu ambao hawana uvumilivu inapotokea eka zao ndani ya klabu zao? Tumeona hawapendi makando kando. Wanataka kama wameshindwa waone kweli tumeshindwa. Kila aina ya juhudi imefanyika lakini tumeshindwa. Hilo kila mtu anakubali, na hakuna mwana Simba anachukia kufungwa na Yanga, hayupo. Ila ile mara nyingi ndio tatizo. Yanga wametufunga mara chungu nzima. Sisi Simba tumewafunga Yanga mara chungu nzima. Lakini back to back. Lakini kwa miaka 90 ambayo Simba imekuwepo, Simba mwaka huu 2026 imefikisha miaka 90 tangu imeanzishwa. Yanga ni miaka 91. Haijawahi kutokea Yanga akamfunga Simba zaidi ya mara 3 mfululizo au mara 2. Na Simba vile vile haijatokea. Ni mara ya kwanza mwaka huu unafungwa mara 6. Haipendezi. Haipendezi. Sasa kwa kweli binadamu haipendezi kwamba Yanga ni mtani wako. Ni kama vile National Ahli na Zamalek. Haya mambo ya dabi yapo kila eneo. Lakini mpaka wanafikia mahala wanaenda kucheza Spain. Kwa ukali wa ile dabi ya Zamalek na National Ahli, serikali ya Misri inaamua wakachezea Spain. Hebu fikiria nani ya Simba kuwa mwandamizi. Katiba haisemi hivyo. Hata kwenye katiba baraza la wazee wameliondoa. Huwa umefanya mistake. Lakini wana Simba wengi ni kama vile wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wangapi wana katiba? Wachache sana, na hata kama unaweza kuwa nayo usisome. Mtu haone muhimu ya katiba. Anataka kunywa chai asubuhi, chai yake ya rangi. Lakini anayetengeneza 300 ipo. Vitumbua 100. Sasa anaenda kuchukua vitumbua vyake viwili 200, sukari 300 500, anakunywa chai na ondoka zake. Lakini Kaduguda wanaotengeneza katiba si ni wanachama wa Simba? Wanao sanction katiba ni wanachama wa Simba. Hivyo vipengele ambavyo unavisema ambavyo vilikuwepo kwenye bodi ya wazee kama viondoa. Bwana amemaliza muda wake wa uongozi. Wanachama wa Simba hawapo? Wapo. Kwa nini hawasemi? Katika mkutano wa mwisho anasema hapo. Sema kama hivi mimi nasema wanaleta bifu, najua yule anaharibu Simba. Hivi kweli kwa kusema ukweli unaharibuje taasisi? Watu hawapendi muongo ndio anajenga taasisi. Laghai. Lakini mkweli ndio anaharibu taasisi.